latter days. Sababu hizo siku za kina nabii Mika zilikuwa ndio former days. Praise the name of the living God. Sasa the latter days ni sahi. Mnanisikiliza? That the mountain of the Lord, the mountain of the house of the Lord shall be established as the highest of the mountains. Mlima wa nyumba ya Bwana utadhibitika kama wenye uko juu kilele. Praise the name of the living God. Praise the name of the living God. Hizi ndio hizo siku walikuwa wanasema. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Na Biblia inasema and it shall be lifted up above the hills. Na huu mlima wa nyumba ya Bwana utainuliwa juu zaidi ya vilima vingine. Mnajua kuna vilima vingine. Vilima vingine. And peoples shall flow to it. Watu flow. Praise the name of the living God. Kikawaida flow huwa inaenda mahali kuna mteremko. Lakini Mungu anasema naenda kulifanya jambo katika majira haya. Praise the name of the living God. Mteremko ni kama kuna kanisa kubwa na watu wako ndani, watu wa heshima, watu wa rika yako, watu wenye una consider kuwa ni watu kwa society. Kuingia huko ni kama ume flow down. Mpaka wengine wakuulize haukuona kanisa ukaenda kwa kale ka kanisa. Lakini Biblia inasema mlima wa nyumba ya Bwana huyu tunayemwabudu unaenda kuinuliwa zaidi ya milima mingine, and people shall flow towards it. Hawatapenda tu kukuja, lakini itawalazimisha kukimbilia huko, kwa sababu kwa majira tulio ndani hapa ndipo msaada wao ulipo. Praise the name of the living God. People shall flow towards this mountain. Hallelujah. Against the gravitational force. Hata kama ndugu zao wanasema hapana, hata kama jamii inasema urura kalifomula bandu baangilikana ochichaena, hata kama wanasema sisi si watu wa kuokoka, lakini kuna siku inafika mlima wa Bwana utainuliwa zaidi ya milima nyingine. Hiyo milima nyingine walioitegemea, neno linasema itakuwa chini ya mlima huu, because sauti ya Bwana itaanza kusikika mlimani. Praise the name of the living God. Hallelujah. Mahali tunapoabudia uchochea Mungu kuzungumza na watu, na Mungu anaweza taka kuzungumza na kila mtu kwa eneo hili, asababishe kitu kifanyike, kila mtu akuje kuona na Mungu ampatie ujumbe. Are you hearing what I'm talking about? Hallelujah. Ninaamini majira tunayoenda ndani, kuna hali zinaenda kusukuma watu waseme Jesus is center, wako wapi? Kwa maana wanamwabudu Mungu aliye hai. Kwa hivyo nyumba hii mlima wake umeinuliwa juu zaidi ya milima ingine. Praise the name of the living God. Na watu wanaanza kusema suluhisho la tabu yangu liko katika mlima huu. Praise the name of the living God. Kwa sababu kuna watu wanaoabudu. Tunapoabudu Mungu hushuka chini kukuwa na fellowship pamoja nasi. Watu wengi wako kwa shughuli nyingi. Watu wengi wako kwa kutangaza matangazo ya kanisa. Wengine kwa kujenga kanisa. Wamezubaa kwa kujenga, wamesahau ibada. Praise the name of the living God. Wamekaribisha watu wasiompenda huyu Mungu, wameleta anointing nyingine mahali pa kuabudia, na hawa wenyewe wamefunika macho. Mlima wao umefanya kama kilima, unategemea milima mingine, lakini neno linasema mlima wa Bwana utainuliwa zaidi ya milima nyingine, na watu watakimbia kwa mlima huu. Praise the name of the living God. Kuna watu wanangojea twende tuwaombe msaada, lakini hatutaenda. Hali itawaleta. Praise the name of the living God. Mungu anaenda kusababisha hali iwasongeze karibu, kwa sababu mlima umeinuliwa.
Praise the name of the living God. Ukimwabudu Bwana, kama kuna watu walikuwa wamekukonsida wewe ni kabonde kaela, mahali pa Goliath kuchinja wana wa Israeli, Mungu atakuinua uwe mlima zaidi ya milima mingine. Kuna watu wamekonsida pesa zao kama milima, wanaabudu pesa. Hata Jumapili wanaenda kanisani, wanaenda kazini, hawaendi kanisani, wanaenda kazini kuabudu pesa. Vilima. Are you hearing what I'm talking about? Kuna watu inaweza mgharimu pesa nyingi kununua hiyo dolini nilisema aweke kwa nyumba, lakini Biblia hana. Anasoma yenye nyanya yake alikuwa nayo, hata asomi, ni kuiweka tu. Ukimuuliza uko na Biblia, anakuambia kuhuanje andele evangeli. But what is your sacrifice about it? Praise the name of the living God. Biblia yenye hujawahi nunua haikusaidii vizuri. Are you hearing what I'm talking about? Biblia yenye wewe hujainunua haikusaidii vizuri, lakini ikikugharimu utataka kusoma kila neno katika Biblia. And that is what will help you. Praise the name of the living God. Watu wanafanya maboma zao kuwa vilima. Neno linasema siku inakuja katika nyakati za mwisho, nyumba ya Bwana, mlima wa nyumba ya Bwana utainuliwa zaidi ya milima mingine. Praise the name of the living God. Ni nini kinachotofautisha nyumba ya Bwana, mlima wa nyumba ya Bwana na milima mingine? Ni ibada kwa Bwana huyu tunayemzungumzia. Praise the name of the living God. Kinachofanya mlima upande zaidi ni ibada tunayoitoa, sababu hatutoi kwa milima mingine. We are not worshiping people, we are not worshiping money, we are not worshiping our names. Hatuabudu majina ya makanisa yetu, hatuabudu jina ambalo wazee waliliacha, lakini tunajua kuna Mungu aliye mkuu kuliko majina watu wamejiita, kuliko majina makanisa imejiita. Praise the name of the living God. Kuna watu wamezama katika kutenda dhambi, lakini ukiwauliza wanasema mimi ni wa ile kanisa. Wanataja majina yanayojulikana kwa sababu kwao hilo jina ni mlima, lakini neno linasema hivyo vilima vyote kunao mlima mmoja wa nyumba ya Bwana utakaoinuka juu ya zaidi ya milima hivyo vyote. Praise the name of the living God. Wacha chakula kisikuwe mlima unaouinua kuliko vitu vingine. Ati ukilala njaa huwezi enda church. Sikubali. Ukilala njaa, and when will you do prayer and fasting? Utafunga lini? Kama ukilala njaa huwezi kuja kanisani. Hallelujah. Kama ukikosa viatu unasema pastor hataki slippers, kwa hivyo niache kwenda. Na maanisha hiyo hali imekuwa hivyo vilima vyote vitakuwa chini ya mlima wa nyumba ya Bwana. Praise the name of the living God. Wananisikiliza nalo lisema hallelujah. Biblia inasema in the latter days utukufu huu utadhihirika. Mlima wa nyumba ya Bwana unaenda kuinuliwa. Verse 2, Biblia inasema and many nations shall come and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that he may teach us his ways, and that we may walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. Praise the name of the living God. Mataifa yatasema, kujeni, tumeona mlima, kujeni tupate katika mlima wa nyumba ya Bwana. Hallelujah. Tuendee Mungu wa Yakobo. Hallelujah. Praise the name of the living God. Na anasema katika mlima huu ndipo sheria inatungwa. Hallelujah. Maneno ya kudhibiti maisha ya wanadamu haitatungwa kwa parliament, itatungwa katika mlima huu. Hallelujah. Kwa hivyo don't be worried. Praise the name of the living God. Mkristo usikuwa na wasiwasi kama
ni yes ama no, kama ni BBI ama kama ni nini, hivyo vyote vinaitwa vilima. Lakini kunao mlima wa nyumba ya Bwana. Hallelujah, praise the name of the living God. Ukiwa katika taifa kama Kenya, fanya lile unalostahili kulifanya, ukiheshimu sheria, ukiheshimu viongozi wako wamesema nini, sababu ukienda kinyume na viongozi you will pay, utapata repercussion. Praise the name of the living God. Lakini unapoheshimu kiongozi wako unapata neema ya kusonga. Kwa hivyo sio constitution ya taifa la Kenya itakayoamua kama utainuliwa ama hautainuliwa. Neno linasema kuna siku inakuja, mlima wa nyumba ya Bwana utainuliwa juu zaidi ya vilima vingine. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kwa hivyo usiogope, hata kama ni vaccine, hata kama ni nini, don't be worried. Hallelujah. Mtu asikudanganye, kwa sababu hivyo vyote ni vilima, tetesi za vita, sijui nini, that world order, sijui 666 itatokea wapi. Kama wewe uko kwa nyumba ya Bwana haiwezi kukupata. Praise the name of the living God. Ninasema hata mtu akikuwekea umeze 666 haitapatikana. Yesu alisema hata mkinywa cha kufisha hakitawaua, kwa sababu tumejulikana sisi ni wa mlima wa nyumba ya Bwana. Praise the name of the living God. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mtu asikupatie hofu na uoga. Tunaishi kwa ajili ya neema yake Mwenyezi Mungu. Mwanadamu hawezi dhibiti maisha ya wanadamu. Maisha ya wanadamu iko katika mikono ya Bwana, na wajuayo hayo wanapanda kwenye mlima huu. Praise the name of the living God. Wanapanda kwenye mlima huu. Haijalishi mengine yanakuja ya aina gani, lakini kwenye mlima huu mataifa yanaenda kukimbilia. Msaada wa mwanadamu uko katika mlima huu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Msaada wa Bwana uko katika mlima huu. Your help is in the mountain of God. Na waendao kwa mlima huu huenda kwa njia ya ibada. They go in worship. Unaitwa mlima Sayuni. Hallelujah. Sheria itatoka katika mlima huu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Pray for the nation, pray for the legislatures. Lakini hiyo ni milima ya ulimwengu huu. Siku inakuja, majira yatafika ambayo mlima wa Bwana utainuliwa zaidi ya milima mingine yote. Sheria zingine zote zitakuwa chini yake. Sheria ya Bwana peke yake itatawala. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the living God. Somebody, are you hearing what I'm talking about? Katika mlima huu sheria itatoka. Sheria za Bwana zitatoka katika mlima huu. In this mountain there is the life constitution. Hallelujah. Hallelujah. Are you hearing what I'm talking about? Na anasema mataifa yatasema, njoo tufanye nini? Tuende katika mlima wa nyumba ya Yakobo, ya Mungu wa Yakobo. Praise the name of the living God. Are you hearing what I'm talking about? Yes. Tuende katika nyumba ya mlima wa Yakobo. Are you hearing what I'm saying? Hallelujah. Kwa nini wakimbie? To the house of the God of Jacob, that he may teach us his ways, that we may walk in his path. Atufundishe njia zake. Tutembee katika njia na njia zake. Praise the name of the living God. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ni muhimu kutoa ibada yako kwa Bwana. Very important. Praise the name of Jesus. Sababu wewe usipoitoa, kuna wengine wanaitoa itende
watende kazi kinyume nao. Watu wanaitoa na wanaitoa kwa kuamini wanachokifanya kitatendeka. Kwa sababu wanatuita wachawi, sababu wamejaribu wanachokiamini na hakikufanya kazi. Wanasema hawa ni waganga, wanasema hao wako na majini, lakini kumbe ni walijaribu kile ambacho hakiwezi fanyika kwetu. Haleluya. Kuna watu wanajitoa kuabudu miungu yao na wanaenda na ujasiri. Mtu akienda kwa mganga anaenda na obedience. Akiongea sit down anakaa. Tena amenyorosha miguu. Anafanywa obedience. Anaambiwa uko na shilingi ngapi? Niko na 10,000. Rushia wazee kwa hiyo kikapu. Anatoa haraka anarushia wazee kwa kikapu. With obedience. Na anaambiwa kuanzia leo hakuna mtu atakufuta kazi. Anatoka na huo ujasiri. That obedience is part of the worship. Hallelujah. Hiyo kutii ni sehemu ya ile ibada. Is an ingredient of the worship. Hawezi mtoa. Hallelujah. Akifika kazini anatembea mabega iko juu. Mtu akisema wewe ulifanya makosa kazi, anasema mimi uende wapi urudi, kazi yangu haiwezi isha. Mkubwa nasikia venye amesema, anasema hatujui ametembea wapi. Labda ni bazenga. Wacha tumwangalie polepole. Haleluya. Bazu. Haya tumpime polepole. Tunachompa huo ujasiri ni ibada aliyoifanya kule na amehakikishwa na naamini hivyo. Praise the name of the living God. Na ikiwa waendao kwa waganga wanaamini hivyo, na je, watu wanaomwabudu Bwana wanasema tuinue mikono tuabudu, nao wanafanya hiyo yenye unafanya is part of the worship. Mwenye anainua hivi ni tofauti na mwenye anafanya hivi. Ibada yao kuathiri maisha wenye wanafanya hivi, it will take time. I'm telling you the truth. Kama wanaweza sema tupige makoti na wewe uanze kuangalia pa kupiga makoti, ndio upige makoti tena unapiga ukiangalia. Ni unafikiria ni lini tutaamka hapa tuende? Pastor ametutesa leo na kupiga makoti. Ibada yako ni tofauti na mwenye alisema piga makoti akaanguka chini. Ni tofauti. That obedience is part of worship. Praise the name of the living God. Mungu alimtuma Agag, alimtuma Samuel aambie Saul aenda auwe Agag na auwe na Waamaleki wote na auwe na wanyama wao wote. Lakini Saul wakati alipoenda aliua wanyama wa konde, akaacha wanono. Akabeba mfalme wa Agag na mfalme wa Waamaleki na jamii yake, akawarudisha, akaleta kondoo wanono. Neno likafika kwa masikio ya Samueli, akasikia mbuzi wanalia, akakuja kukutana na Saul. Akamwambia Saul hata kabla Samuel aulize, mwenyewe akajitetea, akasema nimefanya kile bwana wangu alinituma nifanye. Samuel akasema na akamuuliza, na hii vilio ya kondoo inatoka wapi? Hizi sauti za vilio za kondoo ninazosikia. Praise the name of the living God. Alichanganya vilio za kondoo na ndani ya ibada ambayo Mungu alimtuma afanye. Haleluya. Samuel akamuuliza, je, kutii ni bora kuliko mafuta ya beberu? Wala kutii kutoa dhabihu? Ni vizuri kutoa dhabihu ama ni vizuri kutii Bwana? Haleluya. Mungu akamwambia, mimi nimekukataa. Akamwambia Mungu
God. Uko na mikono mzuri, unaweza piga makofi, lakini unafanya hivi. Mungu anasema nimekataa. Hiyo si ibada kwangu, hiyo ni yako. Praise the name of the living God. Haya ni yale uliyapanga wewe mwenyewe kuyafanya. Hivyo wacha iwe yako, kwa sababu yangu haujaitimiza, nimekukataa. Hallelujah. Praise the name of the living God. Hallelujah. Hallelujah. Mungu anasema enda toa dhabihu. Toa dhabihu. Unaenda, unafika njiani, unaona wewe unapenda nini? Ndizi. Unaona ndizi, unasema ndani ya hii sadaka wacha ninunue ndizi kidogo, niende na ingine. Sauti yenye Mungu aliongea nayo umeipuuza. Obedience is part of worship. Hallelujah. Kutii ni sehemu ya ibada. Wanaomtii Mungu kwa neno lake hujibiwa papo. Hujibiwa. Hallelujah. Hallelujah. Lakini wanaovutana na kutii chenye Mungu anasema, majibu yao pia huvutana kukuja. Kwa rehema yake Mwenyezi Mungu anaweza kukupenda akufanyie, lakini ichukue muda mrefu. Na wengine aliwafanyia siku moja. Unaweza kuwa na kansa, Mungu aponye mwingine pao, kansa ishe, na mwingine aende hospitali. Sababu ni njia ameamua, sababu ya kutii kwake kuko chini, aanze kutibiwa na baadaye kansa iishe. Yote Mungu amefanya nini? Amejibu. Lakini kutii huleta majibu kwa haraka. Kama unanielewa sema amen. Kutii hujibu haraka. Mungu akisema twende tupalilie nepia, na utoke na hiyo sauti, najibiwa. Sema twende tupalilie, na ufike hiyo siku uone mahindi yako imekuwa mrefu pia nayo inataka kupaliliwa, uingie kwa yako. Pia Mungu siku yenye atakuwa nakuja, pia mwingine atakuwa anahitaji aingie kwake kwanza. Lakini kuna uwezekano unaweza jibiwa pia, lakini it will take ayani mwanamsee. Itachukua muda. Utachukua muda. Praise the name of the living God. Kutii huleta jibu la haraka. Ibada yetu hutupatia uwezo wa kutawala eneo. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kuna vitu Mungu anaweza kukupatia nguvu juu yake kwa haraka ukijifunza kumtii kwa haraka. Unachukua muda kukubali kwanza kutoa fungu la 10. You're still bargaining. Pia madirisha yako ya mbinguni yatachukua muda kufanya nini? Kufunguka. Hallelujah. Hallelujah. Hakuna mahali unakotaka kwenda katika anga ya roho ambayo mtu huenda bure. Lazima ulipe gharama. Ibada yetu ni gharama ya sisi kutawala. Nasema tena, kama unaandika uandike. Praise the name of the living God. Ibada yetu ni gharama ya sisi kutawala. Praise the name of the living God. Mungu alimwambia Ibrahimu, unataka kuwa baba wa mataifa. Na Ibrahimu akajua hivyo ndivyo niliahidiwa. Ibrahimu anatembea kijua mimi ni baba wa mataifa. Mungu akampatia mtoto. Akampatia Isaka. Isaka akakuja na nguvu na ujasiri. Sara akasema tufukuze Ishmaeli aende, mtoto wetu atawale vizuri. Mungu anamwambia kama Ibrahimu unataka kutawala, uwe baba wa mataifa, mtoe Isaka mwanao mpendwa kama dhabihu ya kuteketeza. Hallelujah. Ninasema ibada haikamiliki bila sacrifice. Na ibada yetu ni gharama ya utawala wetu. Hallelujah.
angelijua angelete shida. Mungu anamwambia chukua Isaka, panda mlima Moria, mahali nitakuonyesha, mtoe kama dhabihu za kuteketezwa. Haleluya, haleluya. Our worship is a sacrifice. That is why I said it is not just unconscious worship. Sitaki kusema si rahisi, lakini linakaa kama hivyo. Sio kitu tu ya kuifanya kwa vile watu wanafanya. Ukimchukua Mungu casually, pia wewe utaishi maisha casually. Praise the name of the living God. Mungu atakusaidia casually. But if you take God with the seriousness he deserves, Mungu atakuchukua na huo seriousness. Atakuwekea seriousness katika maisha yako. Kuna watu wakilia, Mungu anajibu kwa haraka. Kuna watu wakilia, Mungu anatuma wengine waende wakuwe majibu yao. Watu wananisikia hapa Mungu siwaoni. Mungu perusha juu nione kama uko present. Praise the name of the living God. Amen. Kuna watu wakilia, Mungu anashuka kushughulika. Kuna watu wakilia, Mungu anatuma mwingine. Anaambia Pastor Jack, atuma fulani. Atuma mwingine, atume mwingine, aende amshughulikie. I am what I'm talking about. Sababu ibada yao pia iko hivyo. Hawataki kujifungua kwa uaminifu na utiifu mbele za Mungu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Hallelujah. Kuangalia maisha yako ya rohoni itakupatia uwezo mkubwa wa ibada yako kuleta majibu katika maisha yako. There is no other overall altar than the altar of God. There is no other altar overall than the altar of God. Nasema hakuna madhabahu mengine yaliyo na uwezo kuliko madhabahu ya Bwana. Hallelujah. Hakuna. Lakini attachment yako na madhabahu mengine yanaweza sababisha kukuwe na delay ya wewe kufeel uwepo wa Mungu katika madhabahu ambapo unaabudu Mungu. Hallelujah. Praise the name of the living God. Sababu hii madhabahu ya Mungu inaweza kukupiga vita. Kwa nini unashirikisha madhabahu ingine ndani ya madhabahu ya Mungu? Unaweza pigwa vita. Hallelujah. Madhabahu inaweza ua mtu sababu anaishirikisha na madhabahu mengine. Praise the name of the living God. Network ya Baal ilikatwa na the presence of Elijah mwenye alikuwa anataka kujenga madhabahu ya Bwana. Are you hearing what I'm saying? Praise the name of the living God. Network za miungu mingine zilizimishwa. Kama kuna njia ingine uko nayo katika ibada ya Bwana, madhabahu ya Mungu inaweza kukumaliza. Nisikilize watu wa Mungu. Niangalie, ninasema nikirudia. Ukiwa na njia ingine mahali Mungu hushuka na moto, anaweza shuka apite na wewe. Anaweza pita na mali yako, sababu mali yako haujaitoa kwa Mungu. Umeitoa part kwa miungu mingine, na part unataka useme inatumika kwa Mungu. Lakini Mungu anataka tujitoe obediently kumtumikia na maisha yetu na siku zetu na watoto wetu. Joshua akasema, mimi na nyumba yao nitamtumikia Bwana. Chagueni leo nyinyi ni nani mtakayemtumikia. Praise the name of the living God. Joshua alijitoa ndani, akasema sitaki vita na Mungu wangu kwa kushiriki maisha ya miungu mingine. Hallelujah. Praise the name of the living God. Akajitenga, akasema nitatetea nyumba yangu pekee, lakini watu wengine wako na uamuzi wa kufanya. Akitaka kuwa kwa ibada na analala kwa waganga, analala kwa mazali, ni shauri yake. Lakini mimi na nyumba yangu
nitamtumikia Bwana. Nyinyi nani? Chagueni leo, chagueni leo ni nani mtakayemtumikia. Haleluya! Mungu wetu mtakatifu ana upendo, lakini anaweza uwa ukimshirikisha na ibada nyingine. Anasema tusiabudu miungu mingine ila mimi. Anataka yeye peke yake, na anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. I don't share my glory. I don't share my glory. I don't share. Siwezi kukuponya uende useme ni madawa kashoshoka linipatia ndio ilinisaidia. Siwezi. Praise the name of the living God. Ndio sababu pepo kubwa bado inakaa kwa nyumba yako, sababu wewe huenda kwa madawa ya washosho wengine, huenda kutafuta majivu, na uko katika ibada ya Bwana. Watoto wako wewe huwapaka majivu na unaingia kwa ibada ya Bwana. Mungu anasema I don't share my glory. Hata ukileta waombewe, Mungu hashiriki utukufu wake na miungu mingine. Hataki wapone useme ni wale, anataka useme ni yeye pekee. Praise the name of the living God. Ni gharama kumwabudu Mungu. Lazima tuachane na miungu mingine na tuseme we shall follow you God. Tutakufuata wewe Mungu, tutakufuata wewe Mungu. Tunaachana na ibada nyingine, tunaachana na miungu mingine. Praise the name of the living God. Hallelujah. Mungu akawaambia wana wa Israeli, msiende mkaanza kuoana na wake wa mataifa. Kwa nini? Wanaweza wafanya muabudu miungu yao. Kwa hivyo marafiki ni muhimu sana. Ukikaa na waganga na unaingia kwa ibada ya Bwana, unaweza pigwa na Mungu. Ukishiriki na waganga the whole week, mnakaa mnapiga story mpaka unasema mchungaji wako na mganga, unaweza pigwa na Mungu. Praise the name of the living God. Ukijua watu wanaabudu miungu mingine, achana nao. Biblia inauliza kuna ushirika gani kati ya kanisa la Kristo na kanisa la Beliali? Kwa wao wanaabudu mavazi na kola, lakini sisi tunamwabudu Mungu aliye hai. Yesu anasema tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana wa majeshi, nitakuwa baba kwenu nanyi mtakuwa wana wangu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ibada ina gharama ya kuachana na marafiki wasioenda mahali unaenda, wasiofanya mambo unayostahili kufanya. Hallelujah. Praise the name of the living God. Hauzungumzi kila kitu ukijua ninamtafuta Bwana. Sio kila kitu kinastahili kutoka kwa kinywa chako, kwa sababu ni gharama. Ni gharama. Hata kama ni Isaka mtoto wako unayempenda, Mungu anasema mtoe kama dhabihu ya kuteketezwa. Toa uhusiano wako na watu wengine kama dhabihu ya kuteketezwa. Wacha ichomeke. Kuteketezwa inamaanisha haitawahi onekana tena. Haleluya. Neno linasema wakati Ibrahimu alishika kisu, akasikia sauti inasema usimdhuru mwanao, kwa maana ninajua unanipenda. Ibada yetu inaashiria upendo wetu kwa Mungu. Ibada yako, kujitolea kwa ibada yako, it signifies your love for God. Mungu akamwambia ninajua unanipenda. Akamwambia geuka nyuma, kuna kondoo, enda uchukue huyo kondoo umtoe kwa haya madhabahu. Toa hiyo uhusiano. Mungu atakwambia geuka. Kuna marafiki wazuri wanaostahili kutembea nao kuliko wale. Ibada ni kutengana na watu wengine. I'm telling you. Praise the name of the living God. Wacha waseme unajisikia, wacha waseme umeringa, lakini hautaki kuhusishwa na miungu zao. Hautaki miungu
kuachana na jamii yako, unaweza achana na uende kama Ibrahimu. Anasema ninatafuta mji ambao misingi yake iliwekwa na huyu Mungu, iliwekwa na huyu Mungu. Sitaki vilivyofanywa na wanadamu. Haleluya! Kama ni mama yako na anachinja kondoo akimwaga damu nje usiku, hamuna njia moja, hamuendi pamoja. Ukikwama kwake atakupeleka aendako, wachana naye aende. Unyore inabadilika, miungu zingine zinaanguka, ibada ya Bwana inainuka, ibada ya Bwana inainuka katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Haleluya. Hakuna kuenda kwa makumbusho kidogo kidogo. Hakuna kuchanga pesa ya makumbusho. Hakuna kuchanga pesa ya ukoko. Usikubali kuingia kwa WhatsApp contribution ya kuchanga makumbusho ya kukaa. Wachana waliokufa hawajui lolote. Tunamwabudu Bwana, anasema sitashiriki utukufu wangu na watu wengine. Siwezi shiriki utukufu wangu na wazee waliokufa. Nilikuwa kwa matanga jana, ninaangalia wakati ndugu mmoja alisimama aende kuongea, nikaona kamutu kamesimama na kitambaa ya white na kakafunga mkono wake. Nikasema haka ndio kachawi kamji huu. Kitambaa ya unajua ilitoka wapi? Ilitoka kwa mavazi, imekatwa kwa ule mwenye amevalishwa mwenye mikufu. Akishavalishwa wanakata kitambaa afunge mkono, ati ndio usiishe nguvu ukiongea. Hatutaabudu miungu mingine, hatutakubali miungu mingine. Kanisa liko na kazi ya kufanya, kugeuza watu wamwangalie Bwana, na neno linasema mlima huu unaenda kuinuka juu ya milima mingine. Ibada za makaburi zinaenda kuisha, ukoko inaenda kuisha. Hatutaikubali kwa kizazi hiki, imetutesa ya kutosha. Tunainua ibada kwa Bwana wa mabwana. Mungu wa Ibrahimu anataka ibada yangu. Haleluya. Praise the name of the living God. Biblia inasema Ibrahimu alipotoka kupiga wafalme waliokuwa wameshika mateka Lot, alipatana na Melkizedek. Melkizedek. Haleluya. Fungua Hebrews chapter 7 ni kuonyesha Melkizedek alikuwa mtu wa aina gani. Hebrews chapter 7. Melkizedek hakuwa mtu wa kawaida. He was not a human being. Hakuwa mwanadamu. Hallelujah. Praise the name of the living God. Verse 1 inasema, for this Melchizedek, king of Salem, priest of the most high God, met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. Anamuita kuhani wa Mungu. Hallelujah. Hapa anasema, and to be to him Abraham apportioned a 10th part of everything. He is first by translation of his name, king of righteousness. Huyu anaitwa mfalme wa haki. Huyu Melchizedek. Alafu anaitwa tena, and then he is also king of Salem, which means peace. Mfalme wa Salem inayomaanisha amani, yani mfalme wa amani. Na wewe unajua mfalme wa amani ni nani? Yesu. Ibrahimu alikutana naye kabla azaliwe hapa duniani. Verse 3 nasema, he is without father or mother. Ni nani asiye na baba wala mama? Mungu wa mbinguni. Haleluya. Or genealogy, wala watu ambao alitokana kwao. Mungu wa mbinguni. Having neither beginning of days nor end of life. Yani hana mwisho, hana mwanzo. Ni alfa na huyo ni nani? Huyo ni nani? But resembling the Son of God, he continues as a priest forever. Na anasema ni kuhani milele. Verse 4. See how great this man was, to whom Abraham the patriarch gave a tenth of his spoils, and those descendants
kwa makini. And those descendants of Levi who received the priestly office have a commandment in the law to take tithe from the people, that is, from their brothers, though these also are descendants of Abraham. Anasema Walawi wana haki ya kupokea fungu la 10 kwa ajili ya Mungu. Haleluya! Ingawa ni ndugu zao, lakini wako na haki ya kufanya nini? Kupokea fungu la 10 kwa niaba ya Mungu. Verse 6 inasema, but this man who does not have his descendants from them received the tithe from Abraham and blessed him who had the promise. Anasema Ibrahimu alikuwa na ahadi na yeye akapokea fungu la 10. Sikiliza niangalie vizuri, watu wa Mungu. Melkizedek alipokea nini? Fungu la 10. Na Melkizedek alijua ya kwamba Ibrahimu ako na ahadi, akambariki. Kambariki kulingana na nini? Na ahadi aliyopewa na Mungu. Are you hearing what I'm saying? Inua hivi kama unanisikiliza. Kama kuna ahadi kwa maisha yako, unahitaji mtu ukutane naye aifungue. Na ni kwa nini Melkizedek alifungua iliyokuwa juu ya Ibrahimu? Ibrahimu alikuwa amefanya nini? Ametoa nini? Fungu la 10. Melkizedek anasema, let it take place now. Verse 6, but this man who, verse 7, it is beyond dispute that the inferior is blessed by the superior. In the one case, tithes are received by mortal men. Anasema fungu la 10 linapokelewa na watu wa wanadamu, wa miili za wanadamu. But in other case, by one of whom it is testified that he lives. Lakini zinapokelewa kwa Mungu ambaye anaishi. Verse 9. One might even say that Levi himself, who receives tithe, paid tithe through Abraham. Walawi walilipa fungu la 10 kupitia kwa nani? Kwa Ibrahimu. Kwa nini? Angalia verse 10. For he was still in the loins of his ancestors when Melchizedek met him. Niangalie nikueleze vizuri. Neno linasema Levi alipeana fungu la 10 kupitia kwa Ibrahimu. Na alafu anasema ni kwa nini? Ujue imeandikwa kwa Wahibrania. Wahibrania walikuwa wagumu, walikuwa wanataka technical explanation ndio waelewe chenye Paul alikuwa anawaelezea. Akawaambia kwa nini watoe fungu la 10? Akawaambia Levi alitoa. Levi alitolea wapi fungu la 10? Wakati Ibrahim alikutana na Melkizedek, he was in his loins. Alikuwa baada yako kwa viuno. Mlilala ama mko? Alikuwa kwa viuno vya nani? Ibrahim. Vya Ibrahim. Hallelujah. Praise the name of the living God. Alikuwa bado ako kwa viuno vya nani? Ibrahim. Ni kumaanisha akafanywa haki kwa sababu alitokana na kitovu cha nani? Cha Ibrahim. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Na nikajua kitu ya kwamba kuna watu hata shida walizo nazo ni sababu baba zao walitoa dhabihu kwa miungu mingine. Sababu wakati mama yako alienda kwa mganga, wewe ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Haleluya. Wakati baba yako aliita mganga kwa boma, wewe ulikuwa bado uko wapi? Haukuwa umezaliwa. Praise the name of the living God. Ninajua vizuri Biblia inasema nafsi roho itendayo dhambi ndiyo itakayofanya nini? Itakayokufa. Lakini ibada yetu inaegemea kitovu pia na mahali tulitoka. Praise the name of the living God. Hallelujah. Usiniambie mama yako ni mganga na wewe unamwabudu Mungu and there is nothing you've done about it. You need to do something about it. Sababu kama Levi alikuwa hajazaliwa. Levi ni mtoto wa Jacob. Levi hakumuona Ibrahimu.
alipotoa dhabihu ilihesabika Levi alitoa ndani ya Ibrahimu, kumaanisha wewe ukitoa dhabihu zako saa hii, watoto wako ulisema utazaa ngapi? Hao watoto wako 6 wanatoa dhabihu kupitia ndani. Ibada is generational. Hallelujah. Huyu tunayemkujia hana mwanzo, hana mwisho. Kwa hivyo hatutaki nature ya hawa wengine waliokuwa wanaabudu miungu mingine kutufuata huku kwenye mlima Zayuni watuvurute nyuma. You need to do something. Hallelujah. Kama baba yake alikurambisha majivu, alikuwa anaenda kwa waganga kuleta majivu, wewe ukikuwa wapi? Alafu akakurambisha, akakutoa wewe ukue kama Isaac, akutoa kama sacrifice. Praise the name of the living God. Kanisa, mnanisikiliza? Ninajua Mungu anatutuma kwenda kufungua miji na maeneo ambayo tunatoka ndani. Ona Ezekiel chapter 16 verse 4. Uone hiyo maneno hapo. Ndio nikwambie kitu. Ezekiel chapter 16 verse 4 anasema, and as for your birth, on the day you were born, your cord was not cut, nor were you washed with water to cleanse you, nor rubbed with salt, nor wrapped in swaddling clothes. Anazungumza kuhusu Jerusalem. Ona verse 3 anasema, and say, that says the Lord God to Jerusalem, to Jerusalem. Kama muji kama Yerusalemu uko na kitovu, Mungu anasema na kitovu yako haikukatwa. Haleluya. Peketelebesha. Haya ni what I'm saying. Shema lavari katola gase. Sema manda gateka luka. Ya katela bosha. Anasema Yerusalemu, ulipozaliwa kitovu yako haijakatwa, kwa sababu una behave venye una behave. Kwa sababu hata kama unajikaza kumwabudu Mungu ni ya kujikaza tu, kuna kitovu bado iko na dhabihu ilitoa. Kama Ibrahimu alitoa dhabihu na Levi akihesabiwa ndani, na je, mama yako aliyetoa dhabihu kwa mganga? Ona venye mnanyangalia. Nauliza tu swali. Je, mama yako ambaye amechanjwa na hajawahi okoka, si akichanjwa ulikuwa ndani yake? Na wengine walichanjwa ati ndio macho mabaya isiwaangalie wakati wako na mimba yako. Ni ani mimba wewe wakati wewe ulikuwa ndani ya tumbo. Wakachanjwa wasione macho mabaya. Hiyo ibada pia wewe ulifanya nini? Uliabudu, ulishiriki ndani. Na inasema hivi, worship disconnect us from the umbilical cords of the ancient worships that were done. Ukijifunza kumwabudu Bwana, inakata kitovu. Inakata kitovu ya kule ulikotoka. Praise the name of the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nisikilize watu wa Mungu. Kwa nini anti asioleke na wewe pia usioleke? Sababu kitovu inaongea. Kuna ibada ilifanywa. Hallelujah. Praise the name of the living God. Hallelujah. Pigia Yesu makofi kama unanisikiliza. Ninataka unipate vizuri. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kwa nini baba ya babu alikuwa na goita? Isalu nomba isundo. Isalu. Na wewe pia ukue nayo. Kuna kitabu inafanya nini? Inaongea. Praise the name of the living God. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Kamshosho ulikuwa unaona kakileta waganga na wakachinja kuku, na hata hizo siku ukiona pia wewe ulikula hiyo kuku.
Mnajua chenye nasema? Lakini Mungu tukimwabudu anatutenganisha na vitovu vya madhabahu mengine. Praise the name of the living God. Gideon, wakati Mungu alipomkuchia, Gideon alijenga madhabahu na akatoa dhabihu. Mungu akamwambia, umetoa madhabahu, umejenga madhabahu, umetoa dhabihu, lakini nataka uende tena utoe dhabihu ya pili. Lakini kabla ujenge hiyo madhabahu mengine, bomoa ya baba yako kwanza. Bomoa, kata minara ya Ashera ianguke. Gideon akakata mnara wa Ashera, akaharibu madhabahu ya baba yake. Wazee wa mji wakakujia baba yake Joash, wakamwambia, kwa nini umeacha mtoto wake amebomoa madhabahu? We want to attack. Joash akawaambia, kama Ashera ni mungu, simwacha ajipiganie. Simwacha ajipiganie. Are you hearing what I'm talking about? Hallelujah. Wacheni yeye ajipiganie. Hiyo miungu mingine haina uwezo. Ona Gideon anajenga madhabahu mengine hata ya kuokoa baba yake. Baba yake anaokokea ndani. Na Mungu hakusema wacha nimtumie Joash sababu ako na umri mkubwa, sababu anajua kujenga madhabahu. Hapana, mikono yake ilikuwa imenajisika kwa kujenga na kushiriki ibada za sanamu. Praise the name of the living God. Lakini Mungu anazaa kizazi mpya na anawatuma kama Gideoni. Anasema hii madhabahu ya wazazi waliabudu, tunaposimamisha ibada katika mlima huu, wacha hizo zingine zianguke. Amen. We don't let them stand. Praise the name of the living God. Amen. Hakuna kitu zitatufanya. Kama Joash aliambia watu kama ni Ashera ni mungu, acheni ajipiganie. Hata hao kama ni miungu, wacha wajipiganie. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na kuna watu wanasimama kwa hizo madhabahu kama makuhani, wanataka kuiendelesha. Ndio wanataka uzae mtoto, wamuite jina ya ule mwenye anajua alikuwa anabeba hiyo madhabahu. Kitu inayosumbua watu wengi na inashikana na umbilical cord ya watu ni majina waliopewa. Sababu waliopeana majina wanajua kitovu yao ni wapi. Praise the name of the living God. Lakini Isaiah 51, Biblia inasema, tazameni mwamba ambao mlichongwa kutoka kwao. Haleluya. Sisi ni wa Ibrahimu na sisi sio wa huo uzao mwingine. Sisi sio wa huo uzao mwingine. Walifanya nini? Ni shauri yao. Mimi hata niliona wakifanya nini. Niliona wakifanya makumbusho, niliona wakifanya ukoko. But I say, hiyo madhabahu walioipanda, I am not a portion. Mimi sio wa hiyo madhabahu. Nimekataa. Ninasimama kama Gideoni, niseme haya madhabahu ya baba yangu yaanguke, sababu yalinipatia umaskini. Yalifanya nikarithi umaskini. Lakini ninakataa kulala njaa. Siwezi kula viazi na mrenda nilale. Nakula sababu ninataka, si ati kwa sababu sina unga. Praise the name of the living God. Nakataa kukula chapati Disemba. Mpaka wakafanya nikachua, ukisikia Christmas unajua ni chapati. Nilianza kufikiria hivyo, ati nguo mpya huwa inanunuliwa Christmas. Nani alisema tutavaa ingine Sunday, next Sunday tushagawa tumenunua ingine? Hatutaki kurithi vitu walizozipanda katika maisha yetu. Wa umaskini ndio imesumbua kunyore. Kuna kitovu cha umaskini kinastahili kukatwa katika mji huu. Kinafanya watoto wasome na hawaoni huko mbele, bado wanarudi kunywa bangi na pombe hapa. Wanaua watu, wanashirikishwa kwa kitovu cha wazee wa mji waliochinja watu, wakatoa makafara, wakasema vijana wa mji huu watajitetea kwa panga. Hapana, hatutajitetea kwa panga, tutajitetea kwa neno la Bwana. Mungu ndiye advocate wetu. Neno linasema
advocate. He is interceding for me. Praise the name of the living God. Sitaenda kwa waganga sababu watu wanaenda. I will not fight people the way they fight me. I know my battle. Ninajua vita zangu. Ninajua vita zangu. Mtu jua vita zako. Usipigane kama wao. Wakienda kwa waganga wacha waende. Na sisi tunaingia kwa nyumba ya ibada. Tunainua mikono kwa Bwana. Hallelujah. Praise the name of the living God. Tunamwabudu Bwana. Hata tukipata kuta za Jericho zilizojengwa na wazee wa kitambo hazitasimama mbele ya sifa za vinywa zetu. Praise the name of the living God. Sifa zetu zinaenda kuleta ukombozi. Hatuimbi tu kwa sababu watu wanaimba. Hapana, tukiimba lazima kitu kifanyike. Lazima neno litendeke. Lazima kazi ifanyike. Ibada yetu tukiinua lazima kuna kitu kinafanyika. Neno linasema Wafilisti walishika the ark of the tabernacle. Hawakujua ni uwepo wa Mungu na wakalete karibu na madhabahu ya Dagon mungu wao. Walipoamka asubuhi wakapata Dagoni wao ameanguka chini, kichwa chini. Wakasema labda mtu alijiguza kwa Mungu wetu akaanguka, sababu Mungu wao mtu akijiguza kwao anaweza fanya nini? Anguka. Wakainua, walipokuja kesho wakapata ameanguka, amekatika kichwa, amekatika mikono, hana miguu. Wakasema ni hii kitu ambayo tumeweka hapa inaleta shida. Wakatumana neno Israeli, kujani mchukue hii kitu yenu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Wazee wakadibeti wakasema hapana. Wakaanza kutokwa na majipu. Wakakuwa wagonjwa kila mahali. Wakasema ni hii kitu. Ni hii kitu ambayo tulileta. Ndio nasema mtu akichukua nguo yangu apeleke, watapata majipu. Until they let it go. Waabudu wa Bwana wako na ulinzi wa kiungu. Mungu wetu anaweza inflict pain on your enemies. He can inflict pain. Anaweza weka machungu ya maisha. Wengine wanaweza uwawa. Neno linasema watu walikufa. Wazee wakakimbia kwenda Israeli wakasema chukueni Mungu wenu mtoe hapa, anatumaliza. Hallelujah. Anatumaliza. Daudi akakuja wakaweka kwa ng'ombe ikavuruta. Kafika mahali mzee mmoja anaitwa Uza aliona venye ilicheza akaruka kushikilia isianguke akakufa hapo. Mungu akamwambia Daudi, sisaidiwi, mwenyewe naweza jisaidia. Kwa maana hilo sanduku ilikuwa ni ishara ya Mungu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Tuinue Mungu wetu. Hata kama wameabudu miungu mingine, tuinue Mungu wetu juu. Tunapomuinua kuna watu wanaanguka miereka. Miungu zao zinaanguka. Madhabahu zao zinabomoka. Zinaanguka. Wengine wanapata magonjwa kwa sababu ya Mungu wetu. Praise the name of the living God. Sini huyo Mungu alilete magonjwa Misri. Alifanya watu wakakuwa na majipu. Sini huyo Mungu alinyesha mvua ya mawe na moto at the same time. Na hata saa hii anaweza nyesha mvua ya mawe na moto. Anaweza nyesha mvua ya mawe na moto. Watu wachanganyikiwe, waseme ni nini walifanya. Watuite waganga, lakini tunachojua tunaye Mungu wa Israeli anayetaka kuabudiwa. Somebody, you need to worship this God. Unastahili umwabudu Mungu huyu. Unastahili kumwabudu Jehova. Mungu akamwambia Musa, waambie ni Yahweh. Yahweh ndilo jina lake. Muite Yahweh. I am that I am. I am that I am. Niwaambie ni nani? I am that I am. I am that I am. Kwa shida I am that I am. Kwa raha I am that I am. Hata wapike vikae vinaanguka, baada anaitwa I am. Hawezi tuacha. Yuko hiyo dakika, yuko hiyo saa. Ni Mungu wa huo wakati ambao tunamwabudu. Tunapoanza kumwabudu, the I am
akasema I know the pain of control, na mimi ni I am. Akamwambia Musa, nimeona kilio cha wana wa Israeli, kumaanisha mimi ndiye Mungu nionaye kilio cha wanaonitafuta. I am. Ukimtafuta Bwana anaona kilio chako, habadilishwi na hali, habadilishwi na hali. Kuna watu wanaweza badilishwa na hali, wakuache, waseme kamejipenda siku hizi, waachane na wewe. Walikuwa wanalipia mtoto school fees, waseme hatutalipa tena kwa sababu kana ng'arang'ara, kanatoa wapi pesa? Lakini the I am yuko, yeye ndiye Mungu. Kama watu hawatakusaidia, Jehova atashuka mwenyewe, atakuja kukusaidia. Let us worship him. Tumwabudu huyu Yahweh, tumwabudu Yahweh. Akamwambia Daudi, mimi ni Jehova Raha, katika bonde la uvuli wa mauti siachi watu wangu. Naitwa Jehova Raha, mchungaji mwema, ninatembea na watu. Katika shida nitaenda nawe, katika mabonde ya uvuli wa mauti nitaenda nawe, katika tabu ya maisha nitaenda nawe. Therefore don't be worried. Barabara inaweza kuwa na milima na mabonde, lakini utakapofika eneo la bonde, jua mimi ni Jehova Raha, sitakuacha, nitaenda pamoja nawe. Akamwambia, mwambie mfalme ya kwamba atapopita katika moto hautamteketeza, aendelee na safari ya kuongoza wana wa Israeli. Atapopita katika maji mengi haitamgarikisha, endelea kuenda, kwa sababu tunaye Jehova. Wacha tumwabudu Yahweh, wacha tumwabudu Elohim, tumuite Sabaoth, Jehova Sabaoth. Tunapomuinua, maadui wanaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe. Tukiliita jina lake Jehova Sabaoth, waliobeba mikuki ya kukutafuta wanageukana wenyewe, wachawi wanageukana, wanaanza kurogana wenyewe, wanaanza kuindana wenyewe. Sema yeye ni Jehova, habadilishi na watu kuinuka mbele yako. Akamwambia Zerubabeli, hata huu mlima unaouona utaondolewa. It's not by power nor by might, but by my spirit this mountain shall be removed. Hata milima isimame. Bado Yesu anatupitisha. Tunapita milima, tunapita milima. Hakuna milima itakayosimama mbele yetu. Akamwambia Joshua, mimi ni Mungu nisikiaye sauti za watu wangu. Wewe penda tu safari 7 kwa ukuta, na siku ya 7 enda mara 7, alafu inueni sauti zenyu. Hakuna haja ya kupigana na hawa watu wa Kanaani. Hakuna haja ya kuingia Jericho mwanze vita. Nyinyi niinulieni tu sauti, pigeni vinanda zenyu, pigeni vinubi, pigeni tarumeta, inueni tu sauti, pigeni kelele. Kuta za Yeriko zikaanguka. Hakuna ukuta unaweza simama mbele ya mtu wa mwabuduye Bwana. Mtu wa mwabuduye Bwana, ninasema kuta hazitasimama mbele yetu, hazitasimama. Tumekuja kubomoa kuta na sauti zetu. Hawatatuona tukipigana na mikono yetu, lakini tumeinua vita vikali, tumeinua vita vikali. Wataulizana ni nani aliyerusha bomu, wanaambia huyu anaitwa Pastor Jack. Wanaenda kutafuta, wanapata ni kamtu kadogo hivi. Zilikuja chini. Wengine watauliza ni nani anayezuilia kazi yetu isiendelee? Wanaambia ni fulani. Ako na nini? Ako na Mungu mkubwa. Anamwabudu Yesu. Anamwabudu Yesu. Analiinua jina la Mungu wa mbingu.
Elisha, mahali moto ushuka hapa kutoka juu mbinguni. Jezebeli alishangaa kwa nini manabii wa Baal 400 wasiamrishe moto ushuke, lakini mtu mmoja mfupi Elisha na kipara anaamrisha moto kushuka. Kwa nini? Alishangaa kwa nini moto umeshuka. Na Elijah mfupi akasema manabii wa Baali wauawe, wakachinjwa mara moja. Majeshi wa Jezebel wakamsaidia Elijah kuchinja manabii wa Baali. Haleluya! Majeshi iliyokuwa inatafuta Elijah imuue ikageuka manabii ya mwenye alikuwa na watuma, kwa sababu ya Mungu wa mbinguni. Praise the name of the living God. Anajibu na moto tukimwabudu, tukiinua madhabahu yake, moto unashuka, moto unashuka. Ninaomba moto ushuke kwa maisha yako, moto ushuke, moto ushuke kwa maisha yako, moto ushuke na kwa nyumba yako, moto ushuke kwa jamii yako, moto. Miungu mingine haiwezi simama. Vitabu vilivyotushikilia havitatushika tena, sababu tumekuja kubadilisha atmosphere. Walichokizoea watashangaa kumebadilika, watauliza kunaendaje? Tunawaambia ni Mungu ameshuka, ni Mungu ameshuka. Watauliza alitoa wapi pesa? Tutamwambia ni nini na kusumbua wewe sasa? What is your problem? Wanasema ni Mungu ameshuka. Hallelujah. Praise the name of the living God. Ni Mungu ameshuka. Ulikaa miaka 5 wakazaa wawili, na wewe unazaa. Niliona kwa TV mwingine amezaa 9. We serve a mighty God. We serve a powerful God. Yes. Tumwabudu Mungu wa mbinguni. Mungu wa Elia yuko wapi? Katika sokala Elisha alipiga hilo vazi la Elijah kwa maji, akauliza Mungu wa Elia uko wapi? Jordan ikachikawa. Wana wa manabii wakasema Mungu aliyekuwa na Elijah amekuja kwa Elisha, amekuja kwa Elisha. Hivyo ndio venye Mungu wetu hutembea. Aliyefufua Lazaro yuko hapa, tayari kufufua. Kiwete alikaa kwenye lango liitwalo Beautiful kwa siku nyingi akiomba, lakini wakati watu wamjuao kumwabudu Bwana, Peter and John, walipofika akafanya hivi kufikiria atapewa. Petero akamwangalia akamwambia, fedha na dhahabu sina, nilicho nacho na kupatia, kwa jina la Yesu simama na uende. Akasimama, akaingia kanisani akiruka. Praise the name of the living God. Akaingia kwa destiny akiruka, kwa sababu vizuizi vimeondoka. Jericho ikianguka, tutakimbia kwa baraka zetu, tutaogelea ndani ya baraka zetu. Haleluya! Natangaza speed na iwepo katika maisha yako, kubarikiwa kwa haraka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kuinuliwa kwa haraka, kuinuliwa kwa haraka. Ninatangaza kukuwe na catalyst katika maisha yako ya mambo ya roho, kukuwe na catalyst katika nyumba yako inayochochea uwezo wa kiungu kushuka katika maisha yako. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
Haleluya! Kukuwe na catalyst. Catalyst kwa kufanya mambo ya rohoni katika maisha yako ikimbie mbio. Wengine wanapata hizo pesa for 1 year, lakini wewe unaweza zipata for 1 month. Wengine hujenga hiyo nyumba miaka 2, wewe unaweza ijenga miezi 2. Speed in the spiritual realm. Tumwabudu Bwana. Usiache kutoa ibada yako kwa Bwana. Usiache kutoa ibada kwa Bwana. Usiache kujitoa kwa Bwana. Jitoa kwa Bwana. Hata offering tunazoziweka hapa, angalia moyo wako jinsi ulivyo. How are you treating what is worshiping God? Kinachoenda kwa ajili ya ibada. Ama hii miaka yote umekaa unafikiria pia bado pastor anakula pesa yako. Angalia katika moyo wako. Angalia, how are you taking it? How are you carrying it? Angalia, how are you connecting with the things of God? Hapa ni nyumbani kwenyu ama wewe unapita njia? Angalia. Piga darubini. Sababu majira yamefika. Kuna mbio watu wanaenda kukimbia nayo. Hallelujah. God can double your life in a day. God can double your life. God can double you. We are not meant to be poor. Shida kubwa kwa eneo letu ni umaskini. Hiyo ndio shida kubwa. Shika kwa kitovu chako, sema ninajitenga na kitovu cha umaskini katika jina la Yesu. In the name of Jesus, I disconnect myself. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Poverty will not rule over me. In the name of Jesus. Hallelujah. Kama walifanya vitu zikaleta umaskini, we are not taking it. Haturithi kila kitu kutoka kwa wazazi wetu. At least shamba tunaweza rithi, lakini umaskini tunakataa. We are not taking it. Hatuchukui kila kitu. Hatuchukui kila kitu. Kwa mama zetu tunaweza chukua mambo mazuri, lakini uganga hatuchukui. Ibada ya sanamu hatuchukui. Tunatangaza tunapoinua ibada yetu itupenge na miungu za kale za wazazi waliotuzaa. Tunapoinua mikono yetu, wacha Jehova tupandishe mlima Sayuni kwenye wazaliwa wa kwanza wanapoketi. Tuhesabike katika jamii ya wazaliwa wa kwanza. Tuinteract na malaika katika anga za mbingu. Tuzungumze na Mungu ana kwa ana. Tupokee majibu ya maombi yetu kwa haraka katika jina la Yesu. Tumechoka kungojea kama Hana. Hatutachukua muda mrefu kabla tukuje kwa Bwana kwa kunena kwa ndimi na kuabudu, lakini tunakuja kumimina mioyo zetu kwa Bwana. Tunasema hatutangoja kama Hana. Tunataka kwa upesi, tunataka kwa haraka. Hatutangoja kama Sara. Hiyo miaka ni mingi kungoja. Jehova jibu sai. Tunajua unaweza tena tukiwa wazee na hata tukiwa watoto. Unaweza tena kila saa, wakati wowote unaweza. Baba, tutangoja kama Ibrahimu. Sisi ni uzao wa Ibrahimu. Usikubali tungoje. Tumejifunza kukuja kwa mlima kukuabudu. Mungu tena, fungua mbingu na ufanye. Fungua mbingu na utembee nasi Bwana. Fungua mbingu, tubariki. Hatutaenda kama Yakobo kwa Labani, tuteswe miaka 7 tena tukalishwe miaka ingine 7 tena
kupandishwa miaka ingine 7. Hiyo ni mingi. Tunakataa delay. Tunajitenga na vitovu vya delay. Tunakataa kudelay. Hatutakawia. Hatutakawia kujenga. Hatutakawia kununua shamba. Hatutakawia kupata pesa. Hatutakawia kununua gari. Hatutakawia kununua kujenga kanisa. Hatutakawia kujenga nyumba. Hatutakawia kuinua biashara. Baba, tuondolee kukawia. Kama kuna watu walikawia, sisi hatutakawia katika jina la Yesu. Wewe ni baba yetu, Bwana wa mabwana. Yesu, tunakataa kukawia. Hatutateseka kama mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu. Hatutakaa kwa shida miaka mingi. Tumejifunza kushika pindo la vazi lako. Baba, kuja kwa haraka. I declare speed in the name of Jesus. Ibada huharakisha mambo katika maisha ya mtu. Ibada inaharakisha mambo. Ibada inaharakisha mambo. Na ukimwabudu Mungu pahali Mungu alikuandikia, utaketi kwa hicho kiti. Ibada inakuwekea kiti. Joseph alimaintain ibada yake katika shimo. Hakumwacha Mungu. Akauzwa kwa Potifa. Hakuacha Mungu. Akakataa kushiriki ngono na mke wa Potifa. Akasema sitatenda kosa kama hili. Akamaintain ibada. Akasema Potifa amenipa vyote kwa nyumba hii, lakini wewe bibi yake hajanipatia. Akamaintain njia yake. Ibada akaifanya akiwa gerezani. Akasema Mungu, sikuachi. Hata kama nimerushwa gerezani, sitakuacha. Adui hakujua ngazi aliyokuwa anampandisha. Alidhani anamleta chini, kumbe anampeleka karibu na Farao. Kumbe anamsongeza karibu. Ninasema shida ulizozipitia zimekujengea ngazi ya kuingia kwenye kiti chako Mungu alikuwekea. Endelea kumwabudu Yahweh. Simama na uinua mikono yako na umwabudu Bwana. Mwambie Yesu, ninakuabudu. Ninakuabudu.